Nitazungumza kwa kifupi sana mambo machache ambayo nafikiri ni ya msingi kwa ajili ya mustakabali wa taifa hili. Nimepata taarifa kwamba jeshi la polisi linanitafuta, na taarifa iliyotolewa jana na kaimu kamanda mkuu wa polisi wa mkoa wa Arusha ni kwamba mimi nilikimbia katika mkesha ambao tuliutangaza kwenye viwanja vya National Milling. Huu ni upotoshaji wa makusudi wa jeshi kutoa taarifa za uongo. Sikukimbia polisi, sikukimbia katika uwanja wa National Milling, na sitawahi kukimbia wananchi pale tunapodai haki na tukajua haki tunayodai ina msingi. Ni kweli polisi walipovamia eneo lile la tukio, binafsi nilikuwa sipo kwa wakati ule, na nilikuwa sipo katika eneo lile kwa sababu ya ratiba zetu wenyewe za ndani za namna ya mikakati ya kufanya na maandalizi mengine ya kazi nyingine muhimu ambayo nilistahili kufanya na nisingeweza kufanya nikiwa katika eneo la tukio. Lakini niliporejea katika eneo la tukio baada ya shughuli maalum ambayo nilikwenda kuifanya, ndio nikakuta purukushani lile limeshaendelea na watu wamekamatwa. Kwa hiyo kwamba eti nilikimbia, sikimbii na siwezi kukimbia, sijifichi na siwezi kujificha. Mimi ni kiongozi na najiamini, siwezi kukimbia polisi wala siogopi magereza. La pili ambalo ningependa Watanzania waelewe ni kwamba kumekuwa kuna mikakati mingi sana na ya muda mrefu ya kudhalilisha Chadema na hususan viongozi wake ili kupunguza imani ya wananchi kwa viongozi wa Chadema na kwa chama chetu. Kumekuwa na propaganda za makusudi za kujaribu kuonyesha kwamba Chadema ni chama chenye matatizo, ni chama kinachochochea vurugu, na kwa misingi hiyo vyombo vya dola vimekuwa vinatumika kwa makusudi kabisa kunyima haki ya Chadema, kunyima haki ya wabunge wa upinzani, na kwa hiyo kuwanyima Watanzania wa kawaida haki. Kumekuwa kuna double standard katika utoaji haki katika taifa hili, na kwa muda mrefu tumekuwa tunalalamika, lakini serikali imekuwa kiziwi. Matatizo yote yanayotokea Arusha, narudia, matatizo yote yanayotokea Arusha chimbuko lake ni uchaguzi wa meya uliofanyika Novemba mwaka jana. Mwaka jana mpaka leo ni mwaka mzima umepita, lakini serikali imeshindwa kumaliza tatizo dogo mno, kwa sababu tu kulitatua tatizo lile ni kukibana Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo matokeo yake tumekuwa tunadili na matokeo ya kosa la msingi, lakini kosa la msingi halitatuliwi. Serikali inakuwa bubu, inaachia uongozi wa serikali wa mkoa wa Arusha na vyombo vya dola viendelee kuibana Chadema, viendelee kuiumiza Chadema ili kuharibu reputation ya Chadema. Tumelalamika, nimezungumza mpaka na Waziri Mkuu Pinda, na Waziri Mkuu akamweleza msajili wa vyama vya siasa aunde tume ambayo itakuwa na watu wa pande zote mbili, kwa maana ya Chadema na Chama cha Mapinduzi, tukae kwenye meza tuzungumze. Tume imeundwa, msajili wa vyama vya siasa kaandikia makatibu wakuu wa vyama. Chadema tumepeleka majina ya wajumbe wa tume hiyo. Chama cha Mapinduzi hatujui kama kimepeleka, mpaka leo hakuna kikao kilichokaa, hatujui taarifa yote wala hatujapewa taarifa yote. Sasa tunaona kabisa huu ni msingi wa makusudi wa kunyima haki kwa wananchi wa Arusha. Sasa ndugu zangu, mimi katika uwanja juzi nilitangaza kabisa kwamba tumechoka kufanya siasa za kubadilishwa. Tumechoka kufanya siasa za kupuuzwa. Mimi kama mbunge, kama mwenyekiti wa chama, kama kiongozi wa upinzani bungeni, naweza nikazungumza na Waziri Mkuu jambo, tukaweka misingi, watu wakazungumze. Wenzetu hawataki kuzungumza, wanaendelea kuvunja sheria, wanaendelea kubebwa na polisi, wanaendelea kubebwa na vyombo vya usalama. Hali hii ya kufanya siasa za upinzani za staili tumechoka nazo, kwa sababu tunaona hazina tija kwa wananchi na wala hazitapelekea kuleta mabadiliko ya kweli katika taifa hili. Sasa katika resistance za kisiasa kuna kitu kinaitwa civil disobedience. Civil disobedience ni pale ambako wanaharakati wanalazimika kuchukua hatua na wakijua madhara yanayoweza kupatikana kwa hatua hizo ili kufikisha ujumbe kwa wahusika. Kwa kweli tumedhalilishwa kiasi kikubwa mno. Tunaendelea kudhalilishwa na tutaendelea kudhalilishwa kwa sababu wamedhamiria kufanya hivyo. Na mkuu wa mkoa mpya aliletwa mkoani Arusha
huyu bwana anaitwa Magesa ameletwa hapa kwa ajili hiyo. Na Magesa anatoa vitisho na kauli za kuwatisha watu na kuwatisha wanaharakati wasidai haki zao za msingi. Mkuu wa mkoa wa Magesa ni mwajiriwa wa serikali, lakini anakuja Arusha. Magesa anataka kujipa mamlaka ya kujaribu kumtisha kila mtu na kwamba yeye ni mkuu wa mkoa. Huizi mkuu wa mkoa katika mazingira ambayo amepewa kazi na mtu mmoja, Rais Kikwete, kwamba yeye anaweza kuja hapa akatoa maagizo akasema eti ni kamati ya ulinzi na usalama imekaa imeamua tutaki mchezo na Arusha. Anaijua vipi Arusha? Amechaguliwa na kura ngapi Magesa huyu? Anamtisha nani Magesa? Sasa viongozi kama hawa ambao wanapewa mamlaka makubwa bila ridhaa ya wananchi, ni rahisi sana kuwa wanatoa kauli zenye utata, kauli ambazo zinaweza zikaleta hali ya Arusha ikawatete. Hali ya Arusha, narudia tena, haitatatuliwa kwa nguvu ya bunduki, haitatatuliwa kwa vitisho vya mkuu wa mkoa, haitatatuliwa kwa mahakama kuingiliwa na serikali. Itatatuliwa kwa watu kukaa mezani, kuzungumza chimbuko la tatizo na kumaliza matatizo katika njia za kistaarabu na kiungwana. Hilo ndio jambo linaweza likahakikisha sustainable peace, amani ya kudumu katika nchi yetu. Na Chadema tunalitaka hili. Na pamoja na yote hayo, mimi nilikuja Arusha kumshawishi mbunge atoke magereza, kwa sababu niliamini kama kiongozi wa upinzani bungeni ninataka wabunge wangu waende Dodoma wakafanye kazi. Ameshapeleka ujumbe, alistahili kwenda Dodoma akaendeleze kazi ya uwakilishi wa wananchi. Na polisi katika hatua ile walitupa ushirikiano mzuri, nao wakimtaka vile vile akubali kutoka magereza, na tulielewa kwamba dhamana ilikuwa iko wazi na ile dhamana haijawahi kufungwa. Lakini maamuzi yaliyofanyika ambazo tunaamini ni kwa shinikizo la mkuu wa mkoa, mahakama ikakataa kutoa removal order wakijisingizia kwamba hawajavunja sheria yoyote. Tunaamini katika sheria, tunaheshimu sheria, lakini tunaheshimu zaidi busara, yani wisdom, katika kufanya maamuzi ya kiuongozi. Nilichukua hatua ile sio kwa sababu ya ishara ya woga, nilichukua hatua ile kwa ishara kwa kusudio moja la msingi, kwamba tuisaidie Arusha iwe na amani. Maneno haya nimezungumza na waziri mkuu, maneno haya nimezungumza na mawaziri kadhaa, maneno haya nimezungumza na jeshi la polisi, maneno haya nimeongea na IGP Mwema, kwamba msiendeleze ubabe Arusha, tusipoliticize matatizo ya msingi ya Arusha. Mahakama imekataa. Fine, mahakama imekataa. Wananchi walikuwa wanamsubiri mbunge wao. Polisi walikuwa na mabomu. Polisi walikuwa na bunduki. Mahakama ilikuwa ina mahakama na ina mamlaka ya kisheria. Wananchi wamejaa pale mahali. Walishindwa kuwaondoa wananchi wale. Wameshindwa kuwaondoa wananchi wale pale mahakamani. Nimekuja pale mimi ninakuta polisi wapo na vifaa vyao na mahakama ipo, majaji wako ndani, mahakimu wako ndani, watumishi wa mahakama wako ndani. Wananchi wameziba gate, wanataka mbunge wao. Katika mazingira yale polisi wananiomba mimi niwasaidie kazi ya kuwatawanya watu. Na shangani kwa nini hakutumia hizo bunduki ambazo wanazo nyingi na mabomu ambayo wanayo mengi kuwatawanya watu hawa. Na mimi nikakubali kwa sababu naona ni jambo la msingi, si vema wa Tanzania tukavuruga utaratibu wa kazi zetu za kimahakama. Kwa nilikuwa na courage na confidence ya kuweza kusimama kuwaambia wale vijana, wale wanachama mbalimbali waliokuwa wanamtaka mbunge wao kwa hamu, kwamba mahali hapa ni lazima tuondoke. Nitakwenda kuwapa ujumbe wa maamuzi ya mahakama katika viwanja vya National Milli. Na katika mazingira yale hakukuwa na njia nyingine yeyote ungeweza ukawaondoa wale wananchi pale bila kuondoka kwa kutembea nao. Sasa mimi nikatembea nao kuwapeleka katika eneo la mkutano, na tukazungumza katika mkutano uliokuwa na maelfu ya wananchi. Hakuumizwa paka, hakuumizwa panya. Sasa leo tunaambiwa viongozi wa Chadema wakiwemo wabunge na mwenyekiti, katibu mkuu na wengine wameandamana bila vibali. Sasa unajiuliza hawa watu wana busara gani? Tumeandamana kuwasaidia wao kwa sababu walishindwa kutanya wananchi wale, na wakaniomba niwasaidie kuwaondoa wananchi wale. Sasa busara zangu zikanipeleka wale watu amani waondoe kwa mguu mahali pale. Badala ya kunipongeza na kunishukuru, wanalalamika nimevunja sheria. Mimi naweza kuita ni uenda wazimu. Sasa mimi nakwenda polisi. Nakwenda polisi sasa hivi, na ninapenda kuhakikishia polisi, napenda kuhakikishia Tanzania wenzangu, siogopi polisi, siogopi magereza, simwogopi binadamu yoyote, naogopa kweli na namuogopa Mungu. Nitafanya maamuzi magumu.
nitafanya maamuzi magumu ndani ya mahakama leo, kwa sababu kuna tabia inajengeka kufikiri sisi au kujaribu kuwafahamisha Tanzania kwamba sisi ni waoga, kwamba sisi tunawadanganya wananchi waingie kwenye mtego, sisi viongozi tunakimbia. Ndio sura ambayo polisi inajaribu kuionyesha sana, with a lot of pride, kwamba Mbowe amekimbia, Mbowe ametoroka, tutamkamata. Nikimbie niende wapi? Mimi ni mwakilishi wa watu, sikupewa kazi na Kikwete, na sitegemei kupewa kazi na kiongozi yote katika nchi hii. Nitapewa kazi na wananchi watakapoona nafaa katika uongozi wa nafasi fulani. Mimi kama kiongozi mkuu wa chama hiki siwezi kuwa mstari wa nyuma, nitakuwa mstari wa mbele katika kila hatua, bila woga wala bila ajizi, kutetea haki ya taifa hili. Sasa hiyo pressure na nchi imezidi, yaani ukandamizaji katika taifa hili limezidi, udhalilishaji umezidi. Na nilisema pale uwanjani siku ile kwamba Chama cha Mapinduzi kinaringa kwa sababu kina polisi, kinaringa kwa sababu kina usalama wa taifa, hakijali kwamba hakina nguvu ya umma. Sisi tuna nguvu ya umma, lakini sasa tutasema tutatafuta haki, na haki tuna imani itakuwa, Mungu atakuwa upande wa haki. Kwa hiyo mimi napenda kumalizia kwa kuambia ndugu zangu wanahabari kwamba nakwenda mahakamani, nakwenda polisi, sijui mimi wananitafutia nini. Na polisi wanasema na wanitafuta Mbowe. Mimi Mbowe nina simu yangu iko on. Iko on. Simu yangu sijafunga hata wakati mmoja. Hajanipigia polisi. Mimi nina maofisi kila mahali. Nina ofisi ya mkoa hapa Arusha, tuna ofisi ya wilaya. Hakuna mtu ametutafuta. Hakuna waseme kiongozi gani mmoja wa chama ameambiwa kamtafute mwenyekiti aje report polisi. Press conference ya polisi imefanyika mchana saa 8 kwenda saa 9. Na ndio ana release kwamba tunamtafuta Mbowe. Lakini hajanipigia simu. Juzi wakati wana matatizo wa kuondoka jana mahakamani wananitafuta kwenye simu. Lakini jana wanitafuti, wanasubiri fursa ya kuja kuambia Tanzania kwamba Mbowe hapatikani, amejificha. Nijifiche kwa sababu ya nani? Sasa mimi naambia binakwenda polisi mwenyewe, sio kwa sababu eti naogopa, eti naenda kujisalimisha. Nijisalimishe kwa naogopa nini? Nimetoroka wapi? Kwa sababu hata tukio lenyewe walipokuwa wanakamata watu, sikuwepo mimi uwanjani. Lakini nasikia wanasema Mbowe alikuwepo, ametoroka na gari yake akakimbia. Mimi Mbowe nikimbie? Hivyo wanamjua Mbowe, wanamsikia Mbowe. Ndugu zangu, mimi naenda mahakamani. Maamuzi yatafanyika magumu, na watakia heri sana Tanzania katika kudai haki za nchi. Asanteni sana.